Ngokwe. Aka. Naona kunjinamia na napita kule duka kumfunga tuseme kushafilisika. Ndugu yangu, ukisikia mwaka wa mimi kufa njaa ndio mwaka huu. Kwa sababu nimeagizisha mizigo yangu kutoka China. Leo ni mwezi wa pili. Kila siku naambiwa meli iko baharini. Ajabu hapa haifiki. Haya kunsafirishia kampuni gani? Kampuni ndio hizo ambazo kila siku tunasafirishia. Hiyo ni kusudi. Na watu wasema kusudi haiambii pole. Usiniambie hivyo. Kama sekwambia hutawerevuka. Sasa hivi watu wote wasafirisha mizigo yao kutoka China kuja Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kwa kutumia kampuni ya Mwene Express Air Cargo. Tena hawatumii bahari, watumia anga. Vijana wasema mwewe. Siku 4 tu mzigo wafika. Mwene tunapatikana Kiembe Samaki mkabala na Azam Ice Cream. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0777 0730 29 au 0623 96 20 27. Mwene Express Air Cargo. We will happy to work with you. Fungani amali njema na sio kushindana njaa, ni amri ya Karima, ni nguzo ya Islamia. Jifunze amali njema, wako moyo uwe naqiya, uwe tohara kijana, kwa nguo na amali pia. Si unachokiona cha kusumbua, roho yafunga, wacha tamaa, baya makilo nona chakula. Sasa hivi hatuna muda tu atufuate yeye. Sasa hivi tunamfuata yeye. Tukiputa njiani tu tunaimba naye. Wewe wanipa mipigi waweza wana au ni ile kakensaidia piga? Tusije kwenda huko kaniachia kutwa peke yangu. Halafu sikiliza, ukiambiwa hadi ujambie. Tuenda mpiga ntunjana, hujui kutafuta kesi na serikali? Maana jamaa yangu we hapa sasa tukenda tukitiwa jela, huna kutakwa vyema kwenu, aje acha uoze. Haya, kwa kushajipanga na hivyo twende zetu. Babu wewe, babu unataka pesa au utaki pesa? Unaona imba tarabu sana. Pesa nazitaka. Kama unataka pesa twenzetu. Kidundo, mwenzangu nakuita hapa kwa sababu watu wasema mambo kunga mvungu mkeka. Wewe watakazungumza na mie, lakini kwanza nikuulize. Hapa tutakapozungumza amani ipo? Hapa usalama upo. Kwa sababu mie tokea nilipozaliwa sijawahi kuona ama kusikia kwamba nchi yetu ina vita. Watu waishi buheri salama usalimini. Wana amani kwa hili. Hapa mimi sijazungumzia nchi kuwa na vita vyo. Nazungumzia vita vya Musauso. Musauso mpasua kichwa saizi kwangu mie. Musauso aninyima amani kila wakati. Inkwame kanifanya kama hanjifu. Atakapokwenda someshwa aya 2-3 huko. Jaribio lengu kwa Kidundo. Aje hapa mara sema hivi ni hivi ni hivi. Atakalolifanya jaribio lengu kwa Kidundo. Mie sina raha. Ndio maana hakuuliza amani ipo hapa na Musauso. Suala la Musauso usiwe na wasiwasi. Musauso hutansikia tena. Na hata ukinsikia hutansikia kwenye suala la kutoa mawaidha. Utansikia tu akisema ngei ya mhogo, ngei ya maji,
lakini suala la kutoa mawaidha Musauso hutasikia tena. Tuseme mambo kushatengeza. Mipango haidumbwi. Basi kama ni hivyo sawa, tuzungumze. Kama maneno matupu hayajagombanisha, basi hii rinzi itagombanisha. Wajifanya wema sasa hivi wankuwapelekea na chakula hawa. Wanifanya mie kama ile kazi ninaifanya kizembe ile. Basi hii itagombanisha hii. Maana sio Waswahili 80% mpaka 90. Tuamini ushirikina kuliko Mungu. Astaghfirullah. Maana tusingekuwa tena kwa waganga. Tushaambiwa shirki baya. Ushirikina ni haramu. Ila si tungangania. Tukienda kwa waganga tujaza mtu mpaka kula aloenda kwa mganga enda mwambia mganga hana kula. Sasa hichi leo kitakuwa kiboko yao. Watakinifanyia kazi mia kizembe. Hii kazi mie ya urisi. Asalamu alaykum. Waislamu wenzangu, hamujui kama ni dhambi mwacheza mziki Ramadhani alafu baadaye wakatika mwanamume mzima? Hujui kama ni dhambi? Mungu hapendi jambo hili. Haramu. Pole sana. Asante mama, lakini kunifika yote ni sababu ni wewe mama. Mie mwanangu? Ndiyo mama. Napita mtaani naelimisha watu mema. Wananipiga wananiambia kwa nini watu elimisha sie, lakini mamako kwa nini ni mganga? Haachi mambo ya kiganga paka leo. Kama wataka sie tuswali, tusome, aelimike mamako kwanza alafu tuelimike na sie. Sasa mwanangu, tukiacha hii kazi, tutakula nini? Mama, Allah mwenyewe atosha, tuntegemee Allah tu mama. Riziki mtoaji ni yeye mama. Tujikaze huko basi. Mamengu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wadogo sasa unzingua sana. Kila saa salamu, ndio maana unapenda kuniharibia issue zangu wewe. Hapa tuende zile salamu. Sisi tumekuja kumfuata Mau. Kama yupo ndani atuitie, kama hayupo tujue. Kwanza mimi ndani katuitie wewe Mau kwanza. Haya akhi, vipi? Naona shoti wazungumza kidomo cha kupaparika. Watoka kipofu cha ndomo, moshi huo wafuka he. Wapaparika waja hivi juu kama moto wa kifuu. Mambo bila salamu yawa. Mambo bila salamu yake hayawi. Tusalimiane kwanza ndipo mambo mengine yaendelee. Maana ujue kwamba salamu ndio mwanzo wa kujuana. Lakini wewe waja tu wafoka kama ulikuwa hapa kwa ndugu yo. Sikiliza nikwambie. Kama uko ulikotoka huko kuntoka na utovu wa adabu, basi ujue kwamba mie ni mtovu wa adabu kuliko weye. Na ngezaliwa mapema mie, nkaolewa mapema basi nakuzaa. Ni mtovu wa adabu kuliko watovu wa adabu walioshindikana. Sasa ukitoka huko na mambo na mashetani na ujingao, ukija hapa kwangu, uje na adabu na heshima zilizokamilika. Adabu na heshima zikamili uje hapa kwangu. Lakini ukija na mambo ya kijinga, shetani wangu ukisema nimpatishe hapa, kwa vibavu vyenu hivyo mvionavyo hivyo, hakuna mtuta mmoja aweza yaguya mashetani yangu na yakatulia. Ukome wewe. Wewe dada, kumbe unijui sana wewe. Unanisikiliza tu mtaani hapa na fuma tu. Dada, nitakuzengua sasa hivi. Acha hizo bwana, nitakaribu sasa hivi. Subiri, unaona haya mambo kupata yafuja. Hebu subiri hebu. Mamengwa, akija Mau mwambie kana kuja Kigome hapa untafute, maana hapa pashachafuka. Hapa kalikite tena hapa. Kumbe kwa sababu mwaitwa Vigome ndio mkajiona nyie mumagwangwe, mumagwiji. Sasa kwa taarifa yenu, hapa kwangu hakuna Kigome
wala kibamba, na akija simwambii mipuanyi. Swala zote hukupita, roho yafunga, unajitia pirika, roho yafunga.